Ni siku nyingine tena, ninakushukuru kwa wewe ambaye unazidi kutufuatilia kupitia podcast nzuri kabisa ambayo inakujia kupitia Luchalu Media. Uko pamoja nami Lucas Luchunga ninayokuendeshea kipindi cha siku ya leo. Ndani ya Luchalu Media nimetembelewa na mgeni mahali hapa. Leo tunaenda kuzungumzia mambo ambayo yanahusu mambo ya audio production pamoja na huduma. Ningependa ajitambulishe kwa majina yake. Karibu sana, ujitambulishe. Asante. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu binaitwa Raymond Madomado. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka Tanzania. Niko hapa kwa ajili ya kukufahamisha mengi kupitia kipindi hiki. Nafikiri umemsikia amejitambulisha kwa majina yake mahali hapa. Ningependa moja kwa moja tuendelee na kipindi hiki. Ningependa sasa unieleze ni kwa namna gani ambavyo umejipanga kwa upande wa huduma yako wewe kama mwimbaji. Kwa upande wangu katika huduma, kwanza huwa napenda sana kumtanguliza Mwenyezi Mungu kwa kila ambacho ninachokifanya. Sababu najua kwa kutumia akili yangu mimi peke yangu siwezi kwenda mbele. Okay. Mimi nilianza uimbaji nikiwa mdogo. Nimeenda nakuwa nafanya taratibu. Kwa hiyo nimekuja kufanya audio ambazo zilikuwa na uwezo wa chini, sababu mimi natamani kuendelea kupanda juu. Imefikia stage nilikuwa nafanya kazi kubwa, sababu unajisimamia mwenyewe. Mpaka hapa nilipofika nimeweza kufanya kazi kama 5 hivi na sana. Kuna ni ya muda uliniona umefanya na zingine nyingi ambazo zinakuja soon. Kwa hiyo kwenye upande wa production kiukweli Mungu ananisaidia nafanya vizuri. Kwa wakati wa sasa hivi ni changamoto gani ambazo umekumbana nazo kwa albamu yako ya kwanza? Na albamu 2. Albamu yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa Hujachelewa. Na ya pili? Ya pili inaitwa Uliniona. Mpenzi mtazamaji, kama ulivyosikia ameeleza namna gani ambavyo ana kalama ya kumtumikia Mungu katika upande wa uimbaji, na fikiri kama wewe ni mwimbaji utaelewa changamoto gani ambazo zinatokea katika mazingira ya kufanya kazi ya Mungu katika muziki wa Injili. Basi ningependa uambie wale watu wengine walio na shauku ya kumwimbia Mungu. Je, unawaambia kitu gani au unawatia moyo namna gani? Kuna wengi wanataka kumwimbia, kuna wengine wameanza, wengine bado. Mimi ninachowashauri, sababu unajua katika kuimba ama unapoamua kufanya jambo la kuimba, unaamua ujitoe kwanza. Kwa kila ambacho unachokifanya, ujitoe. Na uamini unachokifanya kwamba nafanya Mungu atanisaidia nitafika mbali. Lakini kama unafanya tu ili mradi unafanya, huwezi kufika mbali. Utamwimbia Mungu sawa, lakini utamani kufika pale ambapo unatamani kwenda. Nini unahitaji ukifanya? Muomba sana Mungu kwa kila ambacho unachokifanya, sababu unajua changamoto zipo nyingi: kifedha, kurekodi, kuingia studio, kufanya video, zote hizo zinahitajika hela. Kwa albamu yangu mimi ya kwanza nilifanya kwa Double K, anaitwa Double K producer, yuko Mwanza. Nilifanya ile production ilikuwa na kiwango cha chini sana, sababu japo nyimbo kama Hujachelewa ilitembea kidogo na ikanifahamisha kwa waimbaji wenzangu na watu wengine pia ambao walikuwa wananisikiliza, wengine wakawa wananifuatilia. Kwa ile production yangu ya kwanza ilikuwa ni kama kianzio, wapi naenda, nini natamani. Kwa baada hapo nikabadilisha tena production, nikafanya production ambazo ni ya juu sana, sababu unajua mimi hakuna mtu anayenisimamia, ni Mwenyezi Mungu tu peke yake. Kwa hiyo unajituma na fanya kile ambacho nachokifanya, nia na madhubuti, natamani kufika pahala fulani, nafanya hivyo kweli. Kwa sasa hivi nimepanda kiwango, naweza nikasema Mungu ameniweka katika kiwango fulani. Nafikiri hata wanaotufuatilia, wanaotazama video hii kupitia Luchalu Media, kuna kitu ambacho wanajifunza, wale ambao wanataka kuingia katika muziki wa Injili, na imani kwamba wamebarikiwa, wanatiwa moyo kupitia kile kitu ambacho unakieleza. Sasa ningependa tu waambie watazamaji kwamba ni kitu gani kingine ambacho umekiandaa wewe kama wewe sasa, kwa sababu wewe ni mwimbaji, lakini
kuna kitu gani, si umejipanga namna gani katika kazi yako, kwa sababu kuna waimbaji wengine sio wana label zao, wanamiliki studio yake, anaweza kafanya kazi zake na kafanya na kazi za wengine. Karibu waeleze watazamaji. Sasa hivi Mwenyezi Mungu amenibariki kuandaa studio yangu kabisa. Studio yangu kwa waimbaji yote karibuni, inaitwa New Voice Music. Ilitarajiwa kuzinduliwa tarehe 16 mwezi wa 11, lakini sababu ya machafuko ya hapa yaliyotokea hapa kwetu Tanzania, kwa niliamua kusitisha kwanza ili haya mambo yapite, ila hapo baadaye kwa mwakani hapo kwenye mwezi wa 3 tarehe za katikati hapo nadhani ile tukio litafanyika. Studio ipo imekamilika, mambo yako sawa, namshukuru Mungu kwa hilo. Nafikiri umesikia New Voice Music anajiandaa sasa kwa ajili ya kuwa na kitu ambacho kitafanya kazi zake, atafanya na kazi za wengine. Ni mwimbaji gani ambaye wa muziki wa injili ambaye anagusa moyo wako ukisikiliza nyimbo zake? Mimi nampenda sana Mwangila. Nani? Mwangila. Maana unajua unaposikiza nyimbo zake kuna kitu unapata. Okay. Ujumbe. Namna hata uimbaji wake. Unanivutia. Okay. Si kwamba hakuna waimbaji nao nawapenda wote. Nawasikiliza. Okay, sawa. Ni wimbo gani ambao yani ambao unakugusa, ambao pia hata unaweza ukawimba popote wowote ule ili watu wasikie? Kuna wimbo mpya kautoa kipindi hiki nadhani. Nipe kushinda Yesu, nipe kushinda, nipe kushinda Yesu. Unanigusa sana wimbo. Unakugusa? Okay. Ningependa kusikia pia kutoka kwako wimbo wote kutoka kwako. Nisikie punching vocalist zinavyochemka hapa. Karibu tukusikie. Okay. Nikijitazama hapa nilipo leo, yani so kama nilivyokuwa jana. Maisha yangu yamebadilika. Mungu asante, nami umenikumbuka. Bado najiuliza, sipati majibu kabisa. Nikitafakari nilivyokuwa si chochote. Umenibariki, umenipa heshima. Nimekupa nini Mungu, unipe hivi vyote? Na kama ni uhai Mungu umenipa, na kama afya njema Mungu umenipa, na kama utajiri, magari na majumba, familia nzuri, maisha ya furaha. Usiponibariki nani atanibariki? Usiponiinua nani ataniinua? Usiponishika mkono Baba, nani atanifikisha? Safari yangu bado ndefu, ninakutegemea. Usiponibariki nani atanibariki? Usiponiinua nani ataniinua? Usiponishika mkono Baba, nani atanifikisha? Kama angeamua kwamba afanye mambo ya dunia, yamkini angekuwa ameshatekwa. Ninakushukuru sana, nimesikia kwa kweli una kitu kwa ajili ya Bwana. Hata katika kuanza mfumo wa kuingia katika studio yako, basi kweli nimeamini Mungu ameweka kitu ndani yako. Ningependa unawaambia nini watazamaji tunapoenda kuhitimisha? Mimi ninachowaambia, wazidi kunisapoti, wazidi kumsupport Raymond Madomado, na imani ya kwamba Mungu ameniita kwa ajili ya uitu, kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Wasichoke kunisapoti, waendelee kunisapoti. Kuna vingi vinakuja, na si kwamba labda naishia hapo, unajua kukata tamaa never. Wasiache kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, YouTube. Natumia majina ya Raymond Madomado.
Nikutakie siku njema na baraka za Bwana katika siku ya leo. Barikiwe sana. Ubarikiwe na Bwana.